Faruku Kibet. Sijui Faruku Kibet ni nani Kenya hii. Huu mtu ambaye anazunguka kwanza ako sana Western kwetu. Mpaka anadai yeye ndiye anatupanga Western. Lakini 2027 atajua Western. Western tulikuwa naheshimu tu mtu mmoja, Raila Amolo Odinga. Na huyu Faruku Kibet inafaa ambiwe. Western tulikuwa tunaheshimu mtu mmoja tu, huyo mtu alikuwa anaitwa Raila Amolo Odinga. Na 2027 tutaonyesha hawa kina Kibet. Mimi naona tu akizunguka huko Western anajifanya yeye ndiye anatupanga. Yeye ndiye anapanga jamii ya Mulembe. Mpaka yeye ndiye anapanga huko Western. Na nimesikia akiongea huko Western akisema atafunga pesa ya Uhuru. Huyu Faruku Kibet nani hapa Kenya? Anaambia Uhuru atafunga pesa yake. Yeye ni nani? Faruku Kibet ni nani? Ana threaten retired president. Yeye ni nani? Ana threaten retired president. Tutafunga pesa yako. Tutafunga pesa yako. Atafunga kama nani? Na unatumia sheria gani kufunga? Hao watu waache kutishatisha Uhuru. Uhuru ako na constitutional right. Ako na haki ya kikatiba kuhusika katika siasa ya Kenya kama anaona anataka kuendelea kuhusika katika siasa. Ako na haki ya kikatiba. Uhuru ako na haki ya kikatiba kufanya siasa kama anataka kufanya siasa. Na kama hataki kufanya tena ni chaguo lake. Hawezi chaguliwa, akina Faruku hawezi chagulia Uhuru ile kitu atafanya. Hawezi chagulia Uhuru ile kitu atafanya. Waache kutishatisha Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru ni retired president. Na mjue pia Ruto atakuwa retired president. Na Ruto akiwa retired president angependa mtu asimsumbue. Kwa hivyo vile mna tweet Uhuru saa hii ndio vile pia Ruto atakuwa tweeted. Hao watu waheshimu retired president Uhuru Muigai Kenyatta. Na Uhuru Muigai Kenyatta ako na haki ya kikatiba. Hakuna mahali katiba ya Kenya inasema retired president asihusike kwa siasa. Hakuna mahali katiba ya Kenya inasema hivyo. Na Uhuru ako na haki. Ako na haki. Uhuru hahitaji kuomba mtu permission kuhusika katika siasa ya Kenya. Uhuru hahitaji kuomba mtu permission kuinteract na kuassemble na watu ambao wanataka Uhuru haifai achaguliwa marafiki. Na kama watu wa Western tunataka kutengeneza urafiki na Uhuru, Faruku Kibet hawezi kutuchagulia. Sisi watu wa Western, jamii ya Mulembe, Faruku Kibet hawezi kutuchagulia rafiki. Adui wenu sio adui wetu. Kama Uhuru ni adui yenu, si adui yetu. Kama Uhuru ni adui yenu, si adui yetu. Mimi nataka kuwakumbusha watu wa Western tulikuwa tunaheshimu tu mtu mmoja, alikuwa anaitwa Raila Amolo Odinga. Na hakuna mtu mwingine hapa Kenya ana qualify for our respect kama Raila Amolo Odinga. There is nobody else in Kenya who qualifies for our respect kama Raila Amolo Odinga. Nobody. Not even Ruto. No one else in Kenya qualifies for our respect. And we respected Raila because he was a man of integrity. Raila alikuwa mtu msafi kama pamba. Ndio kwa sababu tulikuwa na mheshimu. Na hakuna mtu mwingine Kenya sasa tunaweza heshimu. Tunaweza heshimu kama Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo hawa kina Faruku hawa sijui ni power gani wanatumia, hatujui ni vyeo gani wanashikilia kwa serikali, wanatishatisha watu Kenya hii. Uhuru na Ruto walikutania Ethiopia. Walikutania Ethiopia na makubaliano haikufanyika, ikatibuka. Kwa sababu ilikuwa wakubaliane, waelewane, wasameane, lakini ilitibuka, haikufanyika. Na sisi najua kwamba hakuna vile Uhuru ataelewana na Ruto. Hakuna vile Uhuru ataelewana na Ruto. Uhuru and Ruto have nothing in common. They have nothing in common. Kwa sababu Ruto vile anaendesha vitu hapa katika hii nchi, hakuna vile anaweza elewana na Uhuru. Hakuna vile wanaweza elewana. Na ni kwa sababu Uhuru ako determined that Ruto lazima aende 2027. Uhuru ako determined. Na Ruto
anatafuta kuelewana na Uhuru kwa sababu anajua uwezo wa Uhuru. Ruto anajua uwezo wa Uhuru na anajua ile kitu Uhuru anaweza fanya, na Uhuru anajua ile kitu Ruto alifanya 2022 ndio akakuwa president. Uhuru knows it, na Uhuru anajua siri mingi za Ruto. Uhuru anajua siri mingi. That is why Ruto anatafuta sana waelewane, wasameane, lakini Uhuru hataki. Na ndio kwa sababu hawangeweza elewana kule. Hawangeweza kuelewana kwa sababu Uhuru ako na mipango ya kuchangia Ruto aende nyumbani 2027. Na Ruto yeye anajua kwamba ule mtu alikuwa tisho alikuwa Raila, na vile Raila hayuko, Ruto alikuwa anaona kwamba hakuna tisho sasa kwake. Lakini amekuja kuona kwamba huyu Uhuru ako kwa mchoro. Uhuru ako kwa mchoro ya kumtoa. Uhuru anapiga hesabu ya kumtoa. Na anajua uwezo wa Uhuru, kwa sababu Uhuru ni mtu ako na pesa na Uhuru ni mtu mchoraji. Sasa Ruto ana feel threatened. Anatafuta sana vile wataelewana na Uhuru. Ruto anatafuta vile wataelewana na Uhuru, but Uhuru anampiga chenga. That is why hawakuelewana kule Ethiopia na hawezi elewana. Na nimeona watu wa Kenya Kwanza kila mara wanasema Uhuru awachane na siasa, Uhuru awachane na siasa, Uhuru awachane na siasa. Na sisi tunajua kwamba hata kule Marekani Obama ni retired president Marekani, lakini Obama alifanyia Hillary Clinton campaign. Obama amekuja amefanyia Joe Biden campaign. Obama na ni retired president, na watu kule Marekani hawaambia Obama ati wewe ni retired, wachana na siasa. Watu kule Marekani hawajawahi ambia Obama ati wewe ni retired, wachana na siasa. Obama alitoka kwa retirement akakampenia Biden. Obama alikampenia Hillary Clinton. Na sisi tunaambiwa as Kenyans we borrow heavily. We borrow heavily from US. Sasa hakuna hapa Kenya vile utatarajia mtu kama Uhuru ati ni retired president, mtu wa miaka 60 sijui what. Mtu ameretire na kwa president na miaka 60, unatarajia aende kukaa chini ya miti akunywange changa chini ya miti. Mtu wa umri kama hiyo. Lazima Uhuru ataendelea kucheza katika siasa ya Kenya. Lazima ataendelea kuwa katika siasa. Na Uhuru atahusika katika siasa ya 2027. Kwa sababu Uhuru alisupport Raila 2022 kumzuia Ruto kuingia State House. Na Uhuru anajua ile makosa ilifanyika. Na Uhuru hajatosheka. Uhuru lazima make sure kwamba Ruto ameenda nyumbani 2027. Na Uhuru anajua kwamba vile Raila aliaga dunia, Wakenya wako katika mikono mbaya. Na Uhuru anataka kusaidia Wakenya, kwa sababu saa hizi Wakenya wako katika mikono mbaya. Na Uhuru anajua Raila ndiye angesaidia Wakenya kwa hii mambo, na Raila hayuko. So Uhuru hatawaacha Wakenya. Ukisikia watu wa Kenya Kwanza wanalia Uhuru, ni kwa sababu Ruto amepoteza zile numbers alikuwa nazo. Zile numbers Ruto alikuwa nazo amezipoteza. Zile numbers za Mulima alipoteza, na anatafuta namba zingine za kujaza hiyo pengo na hazipatikani. Amejaribu kwenda huko Luo Nyanza, imeteleza. Amejaribu kila mahali, inateleza. Na anajua ule mtu ambaye ni threat atamtuma nyumbani ni Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta ndio threat, kwa sababu yeye ndiye ataleta hiyo opposition pamoja, na opposition itoe mtu mmoja, kutoa Dr. William Samoei Ruto kwa uongozi. Mimi sioni vile Dr. William Samoei Ruto anaweza shinda kura ya 2027, kwa sababu namba hana. Bloku yake ilikuwa ya Rift Valley na Mulima, na Mulima ilimtoka.
Sasa hizi anajaribu sana, anajaribu na imeshindikana, na ataenda nyumbani. Ulisema niongee nini nyingine nimesahau. Ito Magi ama Chebet. Mimi kwa maoni yangu yenye nilikuwa ninaona 07 wakati wa Raila, si tulimpigia kama sutu na Raila aliwin sana. Wakati aliwin, wakati inasemekana wanatangazwa kuwa president, tukastukia kura ya president ilitangazwa saa 1. Sisi tukastuka, watu wote wakatoka huko nje wakapigana. Haya, ya pili tukakuja tena siku ya Uhuru, siku ya Raila ya Kibaki alienda 2 term. Raila Uhuru akakuja akaenda 2 term. Hata ndio nilikuwa naomba Mungu akisaidia, si hata President Ruto amalizie 2 term. Sina mambo ingine.